every Saturday tuko live na MC Omar Nash ndani ya nyumba. Wanaume msitoke. Wacha kuangalia kitu yote. Wanaume nyinyi. Kama unajua uko na mwanamke kwa hiyo nyumba. Mwanamke ambaye amefanya ukakuwa tajiri sasa hivi. Mwanamke ambaye alikuwa anaibia wazazi wake ili utajirike. Mwanamke ambaye aliiba kwao kukulipia school fees yako ya college. Mwanamke ambaye alikuwa anaishi na wewe kwa room moja, mnakojoa hapo na mnaishi pamoja. Mwanamke ambaye alidanganya wazazi anaishi kwa hostel kuma anaishi na wewe kwa nyumba ya mabati Mathare. Mwanamke ambaye alilipa ile 1000 yako ya kumaliza semester. Mwanamke ambaye alifanya unaendesha Range Rover saizi. Tafadhali achilia huo mwanamke atoke nje. Aenda saidia wanaume wengine wenye wanateseka venye ulikuwa unateseka. Huyu jamaa Osongo, huyu jamaa amekataa kulipa KRA, anataka kujificha kwa matatu. Angalia kwanza kitabu. Kijana ndio matatu wako. Mike wako. Hata kutufanya tunafanya mtani tena ulikuwa unanipia. Nataka kufuka barabara unataka kufanya nini? Kama ni usingizi. Mike wako anatoa ni rafiki yangu. Lakini tukienda Nairobi, aniambia Yesu wao ni nani? Sasa ni yeye nikachwa Yesu wao ni nani? How did you come to meet these Osongo? Na alafu naona pia mnafanya kazi na Kalausi. Sisi tulikuwa tunafanya video zetu ndugu yangu. We've been doing our videos. Unajua most of our videos ziko na reactions mingi sana. Unajua most of our videos unapata tunashtuka. Hey! What? Fuke. So videos zetu ziko na so many reactions. So what Osongo did, alikuwa anaangalia video zetu zina trend sana kwa TikTok. Sasa yeye anapick ile part umeshtuka, anaenda anaweka kwa video yake. Unanipata? So nikaanza kuweka namba yangu pale kwa TikTok. Sasa yule Osongo director wake akaona hiyo namba. Akanipigia siku moja akaniambia mimi ndio yule mwenye tunafanyanga hivi na hivi na hivi na hivi. I get 1 week, I get 3 hours, 1 hour, 30 minutes tulitengeneza kitu 30 minutes haraka tukaweka TikTok. First video 400,000 views. Viral mbaya. Genda viral. So first video 400,000. Wewe ameingia Illuminati. Second video tukafanya, boss sasa itakuwaje nini na trend saa hizi? CBC. CBC na trend saa hizi. Tuchore kitu, tukachora kitu tukamtumia. Ambie mtu hii ashape hii story. Akapiga ya CBC. Na ule mtoto pia ukimwambia anapiga. Na anaongeza zake za juu. Ikatoka. Tukampigia akapiga. Tukakuja tukatengeneza kweka. One day 1 million views. One day 1 million views. 1 million views. Fanya vile huwa unafanya TikTok. One day 1 million views my friend. Nikasema this is the thing. Hapo ndo advisors wakaanza kuja. Usiwachilie huyo mtoto. Wako mpaka sasa hivi. Wako usiwachilie huyo mtoto. Muende tu vile mmeenda. Ninasema hapa kuna wengine aliwashikilia na wako wanaendelea. Na wanasema hao ndio walifanya huyo mtoto akakuwa venye amekuwa. Unanipata? It doesn't make sense. It doesn't make sense. Sasa huyo mtoto amefanya watu wengi sana. Yaani as in ukiona ile growth amepea wale watu hawakumjua. Yaani walimjua nyuma yetu. Ni kubwa kutuliko. Big following sana pale. Sasa nikipost kitu hii huenda viral. Unanipata? Sasa unajua Osongo never kwenda viral. Sasa nikipost pale jina Osongo linasikika. Unanipata? Osongo. So mafans wanatoka huko wanaenda YouTube ndio Osongo. Wewe unafanya nini? Osongo. Hata wewe hapo umeniambia ulikuwa unajua uko na channel moja inaitwa nini? Osongo. Hata yule jamaa wako wa kamera pale amesema yeye alikuwa anajua ni Osongo. Hao wanajua kuna mic wako pale. Sasa hapo ndio Osongo aliboom.
This Saturday tuko live na MC Omari Nash. Right, welcome to this channel again. Ni Super Sato as usual, na today my guest is Mike Wako. For those people who have been seeing the Osongo, the comedian, if you know Osongo then you must have come across this person Mike Wako. Anaishi hapa, unaweza ona vile watu wanaingia, ni hapa kwa Mike Wako mwenyewe. Mike Wako kuna timu kubwa sana kwa wale ambao huwa wanatazama kwa TikTok, anajiita Mike Wako Comedy. Unaweza enda pale kwa YouTube na usubscribe. Alright, mtazamaji, leo niko na wageni wangu hapa, unaweza tazama. From the other side here is a very talented guy, comedian. I don't know how to describe this person. He's going to tell us his name, the one and only Mike Wako. Ushaona video zao na Osongo, Kalausi. Kuna jamaa fulani mnafanya nao anaitwa Kalausi, si ndio? Big up Kalausi yako another level. Okay. Na huyu jamaa fulani hivi najiita aje? Ochonjo amevizima simu. Nimemtafuta na mpigia amezima simu. Right, we want to know the story of this man Mike Wako. Utuambie jina lako, unatoka wapi, and what do you do by the way for a living? Yeah. Ngoja before hiyo, wacha tupigie Ochonjo live. Yaseme sikumpigia. Itakuwa live recorded hapa hivi. Ochonjo ametuzimia simu. Acha tumtafute. Tunatafuta Ochonjo. Wacha tunatafuta Ochonjo, tusikie Ochonjo ako wapi. Hebu acha. Namba inaingia sasa. Amekuwa on another call. Okay. Wewe. Ni aje? Vipi ndugu yangu? Safi bro, niambie. You are live on air. Unajua nimekuwa na interview hapa, nimekutafuta uko very busy for the last 1 hour. But you know the problem that I have bwana. So huyo ni Ochonjo. Anakuja sasa hivi. Niambie. So tuambie story yako kidogo, unaitwa nani? Unatoka wapi, ulianzaje? Wakati bado tunasubiri Ochonjo. Vile mmesikia mimi naitwa Mike Wako. Hapa ndio mtaa. Sasa nikituma pesa sasa hivi itakuja Mike Wako. Usiseme ukituma pesa sasa hivi. Tuma sasa hivi. Tuma tu. Tuma kama unataka kutuma uone kama inakuja Mike. Huyu bwana anifinya kabisa, nataka kujua jina zote. Ukituma itakuja Michael. Michael. Itakuja Michael. Unajua Mike ni short form ya Michael. So itakuja Michael. Now the other name na itakuja ingine, itakuja hiyo Wako. Sasa Wako ni Kumbwaki. Wako ni my other tena name, lakini short form ya other name is hizi sema hapa. Alright. Sasa nyumbani ni wapi? Mimi natoka Kitale. Watoka Kitale wewe? Mimi natoka Kitale. Huko ndio Ingo. Okay. Utuambie ulianzaje hadi ukafika hapa, siku hizi tunakuona kama Mike Wako. How did you start? How did you begin this? Ulianzaje hadi ukafika hapa? Mimi nilichukua gari. Nikaabiri gari pale hivyo stage ya Kitale. Alafu nikakuja paka ikanishukisha town. Alafu vile nishukisha town nikachukua hizi gari za kuja Pangani. Zikaleta mpaka hapa, nikaingia kwa nyumba, nikaoga, nikarefresh, nikakuja interview hapa. Nakuuliza profession yako kama comedian. Comedian. Unajua mimi nilianzaje mpaka nikafika hapa. Sasa mimi nikapiga story vile nilitoka Ushagwa nikafika hapa. Ama vipi ndugu yangu? Not really. Unajua kabla uanze kitu kuna vile unapanga, labda yule ambaye alikuingiza ama ni kitu gani kwanza ili kuingiza kwa comedy? Comedy ni mother last year, by the way, to be on a serious note to Banza. It was not last year. Corona ilikuja lini? 2020. Ile time ya corona ile last year but one. Ile time ya corona last year but one, ile corona ilikama hivi pap. Ndio vijana wakajua kumbe tuko na talent. Tulikuwa tu pale mtaani nini ma lockdown nini. Sasa tukaanza kupost video moja mbili za zile tu za ilianza kama ile tu kujifurahisha.
Yani having good time yani. Unapost kujibamba tu. It was not that serious. Ukakucha kugundua kwamba because of the reaction, watu wana react pale hivyo, watu wanakuambia you're doing good ni. Sasa ukaanza kuona what kumbe kitu is serious, this watu wanaweza nikubali kwa hii industry. Sasa ndio nikaanza kujisukuma, lakini comedy has never been my thing. Sijai kufanya comedy hata pale shule. Mimi nilikuwa footballer pale shule. Sijai fanya comedy pale popote, lakini kuimba ndio tulikuwa music festival. Na tulikuwa music festival kwa sababu tulifanya music, sisi tulikuwa tunajua kuimba. Sasa lazima tulikuwa kwa music festival. Unajua kuna wengine ambao wanaenda music festival, si eti wanaimba, labda wanabeba ma costumes. Watu wa mkono. Watu wa mkono. So wakati watu wanaenda kuperform, wao wanaachwa tu nyuma, wakakuko pale nyuma, wakichukua behind the scenes. So are you the one? Lakini nilikuwa pale mbele. Ndugu yangu nilikuwa najikaza, sauti zingine zinaficha yangu. Yangu isisikike hii mbaya, lakini watu zingine zinaficha alto tena bass. Na pia mimi najifix tu pale kwa tena. Backup, inaitwa backup. Ukipata pali pako, unapanua mdomo tu. Pale ujui. Na mambo inaenda. Na sukuma kwaya inaendelea mpaka nationals. Alright, hapa kwangu hapa tuko na jamaa fulani anaitwa Mike Wako. Na tunaona kijana. Alikuwa hapa na kijana wangu mdogo, kijana mshupavu hivi ndiye ana come up. Mimi napenda kunacha talents. Kama umenotice na wako na vijana. So this is a small boy ako bado shule hapa hivi ako form 3. Lakini yeye ndiye umsaidia upande wa kamera. Cameraman. Anaweza jiongelesha hapa kidogo aseme ni nani, si ndio? Kijana sema jina. Mlango Finance. Mlango Finance. So waitwa Mlango. Uko na stage name? Mama hiyo ni stage name. Ni Kevo. Kevo the cameraman. Umemchanganya. Stage name ni Mlango Finance, na jina yake kamili sasa ni Kevin. So jina kamili ni Kevin. Stage name Mlango Finance. Mlango Finance. Naona unafanya poa, So we just encourage you to work hard, because you know for you to be here at least you must have your papers. I believe Mike Wako uko na papers. Sisi watu tumesoma. Umesoma nini? Tumesoma sana katiba. Tumesoma katiba. Sisi tumesoma katiba. Umesoma sana lakini katiba. Katiba. Naona huja wa kitambi anakuja. Umesoma sana lakini katiba. Katiba tu. Na messages, text messages. Pia umesoma. Tumesoma. Tumesoma, lakini masomo hayatusaidia sana. Ndio maana tunajaribu tukaona kumbe ujinga pia inawezalisha. Unajua my friend, let me tell you one thing. When I was in high school, niliambiwa niende shule nisome, niende KU, niende Nairobi University, niende gani nyingine. Hizi mashule kubwa niliambiwa nisome niende hizo university kubwa. Lakini mimi nikaweka mchezo. Siku manage kufika pale. Lakini thank God nilikuja nikaanza ujinga. Ujinga ikanirudisha KU kufanya interview kwa TV ya KU. Nikaonekana KU. Unasema ulienda KU kufanya ujinga wewe? Nilienda KU kufanya ujinga. So tunaweza sema uko na degree kwa ujinga? Degree ya ujinga sasa imeanza kuingia. Sisi tunataka, unajua kina Elkomondi wameanza kukua wajinga, ujinga wao sasa imeanza kuwa ukweli. Wengine Elkomondi walikuwa wajinga lakini wameanza kuwa blood market ya ukweli. Sasa sisi tunataka kuingia hiyo pengo hiyo wanatoka. Tuwakilishe sasa. Kabisa. Alright, I'm telling you that my guest of today is Mike Wako, and we are still getting the story. He's been working with different people. We have other guests here, like we've introduced this guy. You are called Kevin, the cameraman. When you see somebody here, know that there are some people that are behind the scene that are ensuring that light is okay, or camera is okay, lighting. Yes, camera. Wadanganya. Sisi hatuna kamera, tunatumianga simu. Hatuna light, tunatumianga mwezi. Like if you see our camera, we have a cameraman here. Osongo kwa wapi asema kweli? Osongo
Angesema kweli. Bali tunataka kumuingiza, ashakuja. So tumecall Osongo na Ochonjo ameingia ndani ya nyumba. Ochonjo. So huyu mtu wa kamera rudi kwa kamera. Rudi kwa kamera, shikilia kamera huko. Huyu jamaa kaa hapa hivi. Kwa hii kiti inakaa kubwa hii. We. Mnapiga interview na hii kizungu yote hapa. English. You are trying. You are managing. I've confirmed, I'm referred to Babu. Babu concepts. Megalomaniacs. So we are trying. Yes. We're doing our best. We are doing our best. Yes. Yes. Ochonjo amekuja hapa amechana nywele. Ochonjo. Tell them your name. Hey. You look like Professor, yeah? Uhuru Kenyatta. Unaona Uhuru leo. Aga unye. Uhuru Kenyatta leo umekanywele kajaifika hapo. My name is Ochonjo Duncan. Ochonjo Duncan. Yes, I'm an actor. And professionally I'm a journalist. All right. And my kwako here is my colleague. And where you are seated is our studio. This is our studio. Nilimwambia. Yes. You'll also tell me the story how that's our studio. Tutakwambia. Tutakwambia. It has a history. It has taken you a lot. Yeah. You know, we chose this studio because of the lighting. Umesema hapa tu camera lights ziko sawa. So as you can see we have lights. I wish camera ingeonyesha we have lights. All right, Ochonjo. So Ochonjo, yes. How did you come to meet this guy? Mlipatana aje? Kwa sababu unajua huku ni Nairobi, hauwezi niambia eti huyu ni dadako. Ama mlipatana kwa plot. Uliona vile ako na ujinga, wewe pia uko na ujinga, mkapatana. Yeah, that's part of the story. But Mike wako amekuwa, yani tumeishi wood for many years and tumekuwa friends for many years. Yeah. The family na yeye pia. But you know, mimi siko najua ni mtu wa vipindi. Siko najua ni mtu ako into art. Mimi niko najua kwa field nyingine like the brothers I know. So one of these fine days nilikuwa naona tu hapa ndiye alikuwa anapiga vipindi kwa hii street, ana shoot na watu hii nini, then I used to just pass by. Sasa zingine ananiambia bwana, buda kuja hapa. Kuja uingie hapo useme kitu. Naona hii ni upuzi huyu jamaa bwana. I'm past this. Hii nini huyu jamaa ananiambia tufanye hapa. So I used to just pass by. Naona tu lakini kitu ili ni attract kwake ni ile passion na bidii. Passion na bidii. Yenye alikuwa nayo. And before ni kuje kwake ni mjoin. Yeah. You know, I used to do TV productions offices in vipindi mingi sana za TV nimefanya. I used to do stage plays huko National Theatre. Then COVID came. Yeah. When COVID came, hizi auditions ikaisha. Hakuna mahali unaitwa shoot. Hakuna place unaenda kuhustle. Then nikaona nikikaa chini nitakuwa idol, na unajua na idol mind is a devil's what? Yes, jina nani alisema? Workshop ya shetani. Hiyo msemo nani? Unajua? Okay. Niongeleshe kwa sababu unajua huyu jamaa aliniambia alienda university kufanya tu ujinga. So kwa sababu wewe umefanya production, acha tuongee. Wale ambao wako na akili. Waje wako na akili. Mmeweka mtu wako mjinga katikati. So venye COVID hit nikaona hakuna mahali popote, hakuna kitu yote nafanya, nikasema ule jamaa anaweza mjoin because naona akona passion but is struggling with these people around kufanya hizi vitu zake. Saa zingine ni watoto, saa zingine ameita watu wa jaba huko zimewashika, wapige tu vipindi zao, unaona, wajibambe na pia ajibambe nao. So ikabidi ni mjoin. I remember the first video tulifanya na yeye. Kuna kitu alikuwa anajifanya anataka kujimarket. So kuna kitu alikuwa na nimeona hii poll mpaka niko nakumbuka hiyo nini. Alikuwa anabandika vitu Illuminati. Watu wafanya zote ndio watu wamekataa kusubscribe. Watu wamekataa kusubscribe. Wamekataa kunifollow. Sasa naweka hapo post I want to join Illuminati. So that was the first video that I did with him. Na vile tulifanya hiyo video akaweka kule TikTok, ikaanza kusonga. Mdogo mdogo zikaanza kusonga. Nikaona hakuna haja nikae mtaani. Wacha nifanye kazi na huyu mzee. Juu ako na ile passion na ile hiyo passion niko nayo ndio yeye ako nayo. Na vile tulianza kufanya kazi tukapata tunaingiana. Vile anafikiria ndio nafikiria.
Though umse ni mtu unaweza mpatia ka script kadogo hivi, anaweza expand ikuwe kitu kubwa. Unasikia niko na ujinga mingi. Niko na degree. Ikuwe kitu kubwa. Unajua hiyo ndio ubaya kukosa shule. Ukiambia unajua wakati huyu jamaa anaku appreciate, unafaa usay thank you. Si acha kelele. Anasema ukweli. Sasa unasema tu thank you. Unajua mtu akisema ukweli hakuna haja umwambie ma thank you na ni ukweli. Unasema afadhali unajua ni ukweli. So ndio niliona naweza fanya kazi na yeye. Na so far hata ukiangalia growth yetu imekuwa poa sana. And then tukapambana in between ule mtoto akaingia Osongo. Osongo kuingia tena tukapush. Na unajua that's where I was coming to. Hapo ndo nilikuwa naelekea. How did you come to meet these Osongo? Unajua maliza kwa umetuambia tu hivi tunaenda shule tunapenda kuinterrupt mtu sana. Wacha wa etiquette au kufanya listening skill. So we have listening and speaking. Wakati naongea unanyamaza. Okay. So how did you come to meet this guy? Nani ameniambia vile mlikutana? Actually it's in a very funny way. Lakini inaeleweka kwa sababu nyi pia mko funny. So hata kama ilikuwa ina funny way, nyi pia mko funny, si ndio? So how did you come to meet Osongo? Na alafu naona pia mnafanya kazi na Kalausi. Kalausi you look alike. Huyo anakaa kama Kalausi. Anaongea Kiingereza kama Kalausi. You see my friend. You look alike. You are a Luo, si ndio? You are a Luo. Inlade. Hadi ni mabere. Sasa before we come to Osongo, Kalausi is like my brother in TikTok. Because content yenye Kalausi anafanya TikTok ni the same yenye mimi nafanya. Ndio nasema we like brothers. So unaona content yetu watu wanasemanga tupatane. You know, all of this collabs si ufanya is because of our fans. Unapata pale kwa comment section watu wanasema Kalausi kipatana na Mike, unyi wajinga wawili inaweza kuwa mbaya. Unaona Kalausi anaambiwa hivyo, mimi naambiwa hivyo. Sasa due to pressure, due to demand ya wase inabidi mnamit hapo hivyo ndo meet na Kalausi through TikTok, unaona. Alafu to the godfather, the president of kids, Osongo. Osongo pia ni the same thing. It's all about kujituma, kupush content yako. Unajua Osongo watu wanasemanga to clear the nini out. Tunasema to clear what? Wanafunzi. To clear the air. To clear the air. Na mimi nashangaa yenyewe tuna clear nini? Tuna clear air out. Okay, to clear air out. Clear hii hewa out. Osongo to clear the air. No, to clear the air out. Hewa. Hiyo hewa. Wajaluo. Katikati ya Wajaluo wawili sikapasuka leo msamba. Haya. So sisi tumekuwa tunafanya video zetu ndugu yangu. We've been doing our videos. Unajua most of our videos ziko na reactions mingi sana. Unajua most of our videos tunapata tunashtuka. Hey! What? Shindeke! Fuke! So videos zetu ziko na so many reactions. So what Osongo did, alikuwa anaangalia video zetu zina trend sana kwa TikTok. Sasa yeye anapick ile party umeshtuka, anaenda anaweka kwa video yake. Unanipata? So akiweka video zake pale hivyo unapata watu wanatutag tena. The same tu kama Kalausi, unapata watu wanatag. Mike wako kuja uone hii. Mike wako kuja uone hii. Mike wako kuja uone. Sasa hiyo watu kunitag sana nikasema wacha niangalie huyu mwenye anaangalia ni nani, mimi simjui. Ndio nikaenda tukapata ni Osongo. Sasa huyo Osongo hatukujiona kwanza, nikaanza kuweka namba yangu kwa, if you have noticed, hata wewe maybe ulipata namba yangu kwa video yangu. Unanipata? Nikaanza kuweka namba yangu pale kwa TikTok. Sasa yule Osongo director wake akaona hiyo namba. Akanipigia siku moja akaniambia mimi ndio yule mwenye tunafanyanga hivi na hivi na hivi na hivi. Nikamwambia yani wewe unatakaje sasa? Akasema tunataka tufanye kazi pamoja. Nikamwambia ina shida, uko wapi? Nilikuuliza pia wewe maswali ya kwanza, mimi uliza mtu uko wapi? Siko Nairobi, niko Kisii. Sema OCHONJO itakuwa ngumu. Itakuwa ngumu ako Kisii. Nikamwambia boss itakuwa ngumu, na sisi tuko Nairobi. Akasema fanya hivi, sisi tutakufanyia, tutashoot video na huko Kisii, alafu shoot na huku, alafu tuunganishe pamoja. Alafu tuone itakuwa ni aje. Nikasema ina shida, wewe piga kipindi yako huko, sitapiga yetu huko.
Jamaa akapiga video. Lakini hakuweka Osongo ndani, aliweka yeye mwenyewe. Ng'ombe ng'ombe ingine inaitwa Culture. Inaitwa Culture. Big up to Culture. Kile kinajituma. Kinajitumanga, kinaimba wala kuleta content ya sisi nataka ikajileta mwenyewe. Sasa sisi tukaangalia na huyu jamaa hii video. Tukaiacha kwanza, tukaiasi. Pending list. Ikaketi after 3 days tukapiga. Buda ile video yetu ni aje? Niko umeshikana, nitaiangalia alafu nikwambie. Tukaenda bado pending list. 1 week jamaa baada hajakufa. Unajua the good thing about nilifurahia nao, hakukufa moyo. Baada akaendelea kutupigia. After 1 week, buda bwana mlisema aje? Sasa tukakaa na Uji na Ochonjo tukadiscuss, tukasema sasa hii content ya umsa iko sawa. Content iko sawa? Iko sawa. Lakini ule mtoto mdogo tunaona kwa video zake akiifanya itakuwa sawa zaidi. Jamaa kwa sawa. Content iko sawa. Lakini yeye hajaitoa. Hajaitoa venye nafaa. Wewe nikwambie hii industry ya saizi kuna mtu anaweza maana kuna kuona na script writers. Si ndio? Kuna kuona na songwriters. Kuna watu wengi ni songwriters lakini umwambie imba, hawezi imba. Umwambie anaweza kuchorea kitu lakini hawezi fanya. Hasa huyu jamaa alichora script nyingine mzuri lakini yeye alileta tu kuifurahia. Tukamwambia fanya ule mtoto mdogo afanye. Venye umeandika hapo. Weka ule mtoto afanye. Mtoto afanye. Yule Osongo. Yes. Osongo sasa akafanya. Akalitumia. Bila litumia. Haikuketi 3 weeks, haikuketi 1 week, haikuketi 3 hours, 1 hour, 30 minutes tulitengeneza kitu 30 minutes haraka tukaiweka TikTok. First video 400,000 views. Viral mbaya. Kenda viral. So hapo ndo ungenipea ile nini? Ile sauti yenu ya wewe ndo ungeshtuka. Sasa ingekuwa unaniambia mimi ningeshtuka. Wewe ungeniambia hivyo first video 400,000. First video 400,000. Mtu gani? Wewe ameingia Illuminati. Second video tukafanya, boss sasa itakuwaje nini na trend saa hizi? CBC. CBC na trend saa hizi. Tuchore kitu, tukachora kitu tukamtumia. Ambie mtu hii ashape hii story. Akapiga ya CBC. Na ule mtoto pia ukimwambia anapiga. Na anaongeza zake za juu. Ikatoka. Tukampigia akapiga. Tukakuja tukatengeneza kweka. One day 1 million views. One day 1 million views. 1 million views. Fanya vile huwa unafanya TikTok. One day 1 Anifanya penye huko ya TikTok. Huyu jamaa atatulipa huyu. Atatulipa. One day 1 million views my friend. Nikasema this is the thing. Hapo ndo advisors wakaanza kuja. Usiachilie huyo mtoto. Wako mpaka sasa hivi. Wako usiachilie huyo mtoto. Muende tu vile muende. Ninasema hapa kuna wengine aliwashikilia na wako wanaendelea na wanasema hao ndio walifanya huyo mtoto akakuwa venye amekuwa. Unanipata? It doesn't make sense. It doesn't make sense. Sasa huyo mtoto amefanya watu wengi sana. Yaani as in ukiona ile growth amepea wale watu hawakumjua. Yaani walimjua nyuma yetu. Ni kubwa kutuliko. Sisi tuko chini bado. We are loyal. Na unajua tuko chini kwa nini ndugu yangu? Unapata sasa ile seed ilianza kupush huyo mtu. Unajua sasa jina ya mtoto itasonga sana kuliko ya mtu mkubwa. Sasa unajua mimi nikiweka TikTok, mimi niko na big following sana pale TikTok. Unanipata? Niko na big following kama inashinda hii simu yako. Unajua yako ni 256 GB. Inaweza shinda hii. Yangu niko na 280,000 followers kwa TikTok. Bado imekushinda. Ile 350. Sasa mimi niko na big following sana pale. Sasa nikipost kitu hii huenda viral. Unanipata? Sasa unajua Osongo never kwenda viral. Na jina Osongo alikuwa na channel yake already yako na 6,000 subscribers. By that time. Mimi nilikuwa na 4,000 subscribers. Yeye alikuwa na 6,000 subscribers. Lakini sasa nikipost pale jina Osongo linasikika. Unanipata? Osongo. So mafans wanatoka huko wanaenda YouTube double Osongo. Nini? Osongo. Hata wewe hapo umeniambia ulikuwa unajua uko na channel moja inaitwa nini? Osongo. Hata yule jamaa wako wa kamera pale amesema yeye alikuwa anajua ni Osongo. Hao wanajua kuna mic wako pale. Sasa hapo ndo Osongo aliboom.
kidogo bu kisonga kwa mimi nakuona TikTok naenda pale kwa Osongo. Watu pia wanakuona TikTok wanaenda kwa Osongo. By the way, nilikuwa najua vizuri eti mko na collab. Yani it's just a team. One channel. Yeah, one channel. Yeah, lakini me decide kuita Osongo. Sasa hapo ndio hata wakati nilikuwa nakaa mimi nilikuwa nadhani eti labda mnafanya tu kazi pamoja na Osongo, mko tu pamoja yani, you know. Let's clear the air out. Clear the air. Wacha to clear the hair out. Oh, air. Yes. We have different channels. Osongo kuna channel yake. Sisi tuko na channel yetu inaitwa Mike Wako Comedy. Na sasa mafans wetu wengi wako kwa Osongo na wajui. Na tunasema watoke huko. Wabaki huko wazidi kumpeleka mpaka hata 200, sio? Sisi appreciate. Lakini pia subscribe kwa juu, wakisubscribe kwa mbili hakuna fine. Yeah. Moja anaweza subscribe huko na msubscribe huko. So unasema like you have your separate channel is also having his. Huyu akona yake ya behind the scenes. Yangu ni ya behind the scenes. Sasa hizi what you are concentrating on ndio watu wasiseparate wenye walitapakaa ile time ya Osongo. Watu walitapakaa because of that. Tuko kwa Mike Wako Comedy sasa. Mike Wako Comedy. That's what we are concentrating. Hata ifike 1 million. That's That's what we are building. Yeah, that's what we are building. Yeah. Yes, that's what we are Mike Wako Comedy. Yeah, Mike Wako Comedy. Si useme na nguvu, acha ujinga kidogo, kuwa serious. That's what you are building. You be present pa. Kidogo. Haya, Mike Wako Comedy. Ladies and gentlemen, this is Mike Wako talking at the moment. Watasema unakaa ni kama unataka kunini. So, tumesema we have 2 channels. Yetu na Ochonjo inaitwa Mike Wako Comedy. Alafu Osongo pia kuna yake inaitwa Osongo Comedy Kenya. Yeah. Si ndio? Naam. Yeah. That's so good. Niko hapa na Mike Wako Comedy team. Mike Wako Comedy team. So hii ni timu yako. Tumeona cameraman, alafu tuko hapa na Ochonjo mwenyewe. Ochonjo mwenyewe. So acha niwaulize. Sasa hivi tunaweza sema ni comedy ndo mnafanya 24 ama mko na side hustle? Mimi am an actor. Papers zangu za journalism ziko sababu nili hustle mara mingi sana. I've been to so many studios kutafuta kazi. Naam. Lakini niliona as inside hakuna mali but niliweza hata kupata kazi. Naam. So far mimi am into comedy kabisa. Day in, day out. Naota 24. Ukiangalia nini yangu niko na diary kwa simu. Nikigonga tu kwa mic hivi ama nipigie tu simu hivi anajua tu jamaa ni content ako nayo. Kitu. Tunaenda tunapiga. Sasa yeye ameniachiaga ile wewe tafuta. Then tunaingiza creativity yetu ndani. Tunaipiga inaenda. Unachapa. Yes. So ni comedy. Full time. Full kisunzi. Okay. I will be joining you very soon. I also want to join you. I will be joining you very soon. I want to be like you. You want to be like me? Yes, I want to be like you. You want to be like? I want to be like you. To be fully concentrated. Kama chemical. Unaenda kuharibu. Sema tu Kiswahili. Acha niongee Kiswahili. Usingelee Kizungu. So I want to be like you. So ladies and gentlemen, leo umesikia Ochonjo amesema yeye ameconcentrate kuna papers zake za journalism, lakini ameconcentrate kwa comedy. Unaona mimi vile nilisema sio mjinga sana. Mimi ni engineer by profession. I'm an engineer by profession, telecommunication engineer. I work as an engineer but lakini pesa sio ile. Pesa sio mzuri. Pesa ya kuandikwa sio mzuri. So we decide kuwa boss wako. Sasa ana juggle in between. Mdosi anaona unajua mdosi anaona maybe ana yake anaongeza mshahara. Lakini sasa bado tunajuggle, ndio namwambia I will be joining you very soon. So tuweke kwa title Mike Wako ni boss wake. Mike Wako ni boss wake. Ngoja sio kwa nini nimesema I will join you very soon. He'll be resigning somewhere to join me fully. Lakini it will depend with our followers. Because you see hii industry ya comedy pia inataka dedication, inataka consistency, inataka patience, inataka hard work. So unapata kama mimi niko job, unanipata? Naenda job kuanzia asubuhi mpaka 5. Hiyo asubuhi mpaka 5 ukumbuke pia nikitoka job nafaa nikuje tukae na Ochonjo tupige content.
apart from kupiga shoots hapa hivi, tunafaa tu edit videos. Apart from edit videos, tunafaa tuongaje ile communication ile, kucheki mafans wanasema nini, kureply comments za wasee, kuinteract with fans, kuingia lives nini. So unapata inakuwa hectic kwenda job at the same time kuja kufanya comedy. Na unapata tena ilikuwa ngumu kuresign na kama bado YouTube bado ianza kulipa vizuri. Sasa sisi tunakwambia tunajudi kujipush zaidi. Tukijipush tuende penye hii YouTube inanilisha na niseme inilisha na inilipie nyumba ndio sawa. Sasa naweza quit huko nikuje ni concentrate kwa comedy. Juku kuna do. Naam. So acha nikuulize, unajua saa zingine ukienda through the comments utapata kuwa kuna wengine ambao huwa wako negative. Wanasema dry jokes, siji bla bla. Tuweza sema kuwa fans wako hakuna wenye wanaenda opposite? Mimi mavazi mimi wachukua head on. Kama babu. Wai kwako niambia kuna mwingine amesema kitu hapo, hebu muangalia. Mimi naenda namchukua. Head on kama babu. Bana tumalizane hapo. Wewe una comment za babu Owino. Ujaribu kuongelesha babu Owino ujinga pale. Kumaliza hapo. Kama mimi hata hapo. Kujua wewe ni nani. Hata kuangalia uko na followers ngapi? 0 followers na umeongea mbaya na wewe. So mimi wajibu though mimi wachukua kama confused fans. Ni watu wanakupenda. That's why amekuja hapo kwako akaona kitu yako na akacomment. Ni mtu anakupenda. Already amewatch. Yes. Amewatch. Ashakupatiwa viewership huko. Unaona? But bado anakupenda na anakueta at the same point. Unaona? So ajijui. Na watu unafaa. Sasa mimi waambia mzee fanya hivi, jijue alafu kuji uongee mbaya. Alafu unajua kuna mwingine aliongea mbaya kwa ile video tuweka tukikimbia huko ni. Unajua hiyo ndio nataka kukuambia. Unajua fan before angalie video hata hajui video ni nini. Yeye anaenda comment. Sisi tumepiga video ya ku create attention ya watu. Yes. Ni kelele alafu kishafika pale unasema wasee mwanzo tulikuwa tunataka tuingize hapa ndani. Hiyo ndio concept lakini fan anaenda angalia hapa hajaelewa. Unajua hajaelewa. Ndio unasema ni confused fan. Ni confused fan hajaelewa. Anaenda anaandika hapo. Na kuna watu 1000 hapo wameandika wamecheka. This is good. Wewe ni uko confused kwenda hapo peke yako ujiandike sijaona content. You are a very confused fan. Hata hakuna content hapo. Watu so tatu na wanasema wameona content. Sasa ni wewe tu mmoja. Unajua ukikuwa na 300 comments zinaongea negative na ukiwa na 10 zinaongea positive, utajua kuna kitu unafanya mbaya. Lakini ukiwa na 300 positive comments alafu mmoja 10 negative. Hao 10 ndio wako na shida. Sindio? Yeah, exactly. So if you are a fan, please kabla ucomment check. Go through. In English they call them fans in denial. And we love them and we need them in this industry. Ni wafuasi lakini wanakataa kukubali. Na tunawaambia wavae gumboots. Tumefika kwa matope. Tumefika kwa matope wavae gumboots. Ajua nataka kuacha nyuma. Wavae gumboots pita nao kwa hiyo matope. Unanyesha, kuna matope na lazima tuende nao. Sasa wavae gumboots. So wao ndio wavae gumboots. Kwa sababu nyinyi hamtaacha itabidi kuendelea. Hata mvua inyeshe aje. Hata ikuwe matope barabara ni mbaya aje. Tunaenda. Exactly. No. Acha niwaulize, unajua kuna wengine ambao labda wanatazama palipopote labda unajua. So nataka uambie ni changamoto gani ambao labda mnakumbana nayo kwa nyanja ya comedy. Sana sana kama hii ambayo tumeongelelea, umetuambia juu ya time kwa sababu unajua lazima utoke job, alafu consistency lazima upost. So ni zingine utuambie zingine ambayo labda yule ambaye anataka kuingia kwa comedy lazima ajue kabla aingie. Unaona vile tunasema hapa kwa industry vile umesema saa hizi. Industry is not a joke. Unajua so many people say wanaingia kwa industry, unaona comedy nini? Comedy akona stand anaweka simu anafikiria ni mchezo. It's not easy. But if it is your passion, unafeel kitu ni passion unafanya kwa sababu unaona iko ndani ya nini? Maze mtu mmoja kama huyu mnasema haters kunini. There are so many. Challenge news moja unapata ni hiyo hate unapata. Utapata hiyo hate. Lakini kama uko na roho rahisi, una hiyo kitu sio passion yako uta give up. So first challenge ni hiyo hate. Lakini wewe unajua unafanya. Unaendelea kujisukuma. Another challenge ni kitu kama saizi umeona tunafanya hapa shoot, mtoto anapita hapa kwa kichwa hivi.
tunafanya comedy, mnaona anapita hivi. So itabidi ukat mwanze tena. Another thing unapata, unaona hatuna saizi hujapata do, unatumia bado simu, unaona in terms of quality of the sound. Nduthi ikipita hapo nasema pause kwanza, nduthi ipite. Hatuna mic, hatuna maboom mic, hatuna nini. Hizo ni challenges. That's why unaona sisi na Ochonjo tunafanya video zetu mingi tulikuwa tunafanya usiku. Because of the noise. Watoto pita kelele nduthi usiku, najua hakuna kelele mob. Quality of the sound inatokea hapo na poa, unaona. Sasa hiyo ndio another thing apart from job kukushika, ulikuwa unafanya usiku kwa sababu unajua usiku ndio kuna time first of all, mchana huko hauna time. Alafu pia ni hiyo quality of the sound. So hizo ndo challenges sisi tuna face kama yule mwana kuja anaana akuwe ready sio rahisi, lakini ni kujituma. Unaona watu wananitumia message hapa, Mike mimi nataka kufanya collab na wewe. My friend, ukisema unataka kufanya comedy na Mike wako, unanipata, na wewe mwenyewe ujitumi, hauna ile bidii ya kujisukuma, hata tufanye na wewe content, watu wataona Mike wako, watakuona wewe. Exactly. Unaona? Watu wataniona mimi, watakuona wewe. So it all start with you. You have to believe in yourself first before I believe in you. Wewe kwanza jipush mimi mwenyewe nikuone kama Osongo. Hata kama uko na simu. Osongo alijipush bila kuniita kwanza. Nikaanza kuona kwa watu. Wabio Osongo alistruggle Kisii. Alianza before atupate. Alistruggle Kisii. Na wasanii wakubwa wanamnyima hata collab. Wakamnyima collab in Kisii and they are there. Na huo mtoto akatafuta in Nairobi. Sasa tuliona ile passion ako nayo na tuliona ile hard work ako nayo. By the way, congratulations, niliona alipata ile alifikisha 100. Na hata sisi comedy zetu umeona tumefanya na big name. Ngani tumefanya nao ni mmoja wawili. Watu wale wenye wamegrow, watu wale ati wa superstar. Tulianza tukafanya na Obina. Ilienda. Ikuenda. Obina tutafute tulete tukule, kwa hiyo Obina anafanya show. Nataka tuje kwa hiyo show yake ya kukula. Kula kona. Atuje tukule pale. Na tukuje saa hii kuna ana show kama 3, si 3 ama 2. Akuja aone. Obina. We are ready for you. Tunapiga inaenda saa hii. Inaenda. So vile nilikuwa nakwambia, you have wale watu wana come through. Usitegemee msema ako juu. Kwanza wewe jipush huyo msema ako juu atakutafuta. Jiamini tu, hii kitu naweza piga peke yangu. Ukishajipiga peke yako na wewe, wakina Kalausi unaona wanajingangana peke yao. Akishafika pale juu, kuna kijana mwingine pale anaitwa Zadok pia. Kuna jamaa mwingine anaitwa Zadok Mluya. Anapambana peke yake. Anapanda mlima lakini anapambana. Anashuka na anapeleka. Kuna jeshi yetu, unajua sisi kuna squad ya friends, tunatanga friend zone. Kuna mwingine anaitwa Zadok, watu wamtafute pale hivyo. At least saidieni hiyo kijana. Zadok, Nairobi 25. Wanapanda lakini wanangangana tu. Twende tu hivi watukiwa. Na sisi tulikuwa tunaipanda, my friend. Hiyo ndio inaitwa support. Ukiingia pale hivyo subscribe kwa hizo channel, na itakuwa fresh. If you know you are watching this channel, what you can do to our artists, you just go there and subscribe to our YouTube channels. Unajua tunajenga Mike Wako Comedy. Naitwa Mike Wako Comedy. Saizi uko? Saizi niko 41,000. Si useme sema 41.5. Acha ikae tu hapo chini ni watu. Acha tu round off, tuko 40,000. Tuko 40,000 lakini by month issue tuna expect tuko 50. Congratulations, that's not I know it's not. Unajua every day una gain 500 subscribers. It's not easy. Every day una gain 500 subscribers. Unaona akisema 45. 41.5. Angalia by saa 6 usiku utapata iko 42. Iko 42. Sio basi useme tu iko 42. 42K. I'm very grateful, but Ochonjo, utatuambia some of the advantages. Unajua hatuwezi sema eti mko tu na disadvantages lakini bado mnaendelea. Mko na advantages but on the other side kuna advantages. Ni advantages gani ambazo unaweza sema yule ambaye anataka kuingia at least yeye pia apate moyo kidogo ya kuingia, asiseme tu eti hapo nilisikia Mike Wako akisema tu ma disadvantages, mara kelele, mara time, mara haters. One of the advantages naweza sema ni heshima. First of all ni heshima. Watu wakikujua kuna mahali unaweza enda huko na heshimika, watu wanakuheshimu. Another thing, when you get recognition, yani unaona njia zako zinafunguka. Kuna places unaweza itwa
na uende places, yani wewe mwenyewe ulikuwa na yantu like Osongo. Osongo hata babake ama mashosho wake hawajaingia mahali panaitwa Citizen. But sasa unaona with passion na art, hiyo art ilimpatia advantage na akaingia Citizen. So sisi pia hadi akakuwa guest hapo na Lulu Hassan. So pia hii art yetu imepatia advantages mingi. Kuna places unaweza enda unaheshimika. Kuna watu wanaweza kupigia simu, watu huko wana expect wanakupigia simu. Mtu kama Eve Mungai pia anafanya kazi kama hii yako. Eve Mungai tukamtafuta, lakini when we did this thing na tukakuwa recognized na watu wakatujua, she came for us. Yeye mwenyewe alitutafuta. Hatukumtafuta. So kuna watu pale nje wanasema, wewe unaenda kama mtu kama wewe sahi. Unaenda kutafuta watu kama kina Mike wako na Ochonjo, watu washa chukua ground, yani wako sawa. Badala utafuta wenye wako huko chini. Jitume huyu jamaa kutafuta. Jitume hapo nyumbani. Jitume na hiyo kitu unafanya. Another thing that tunasema sasa, tunaona sisi ni tunajikaza, at least tumefika 40,000. This guy ako na 1,000. Yes. Lakini sasa ungetupigia simu tuambie unafanya interview na tuangalie uko na 1,000. Tuseme wewe kuna kitu cha gain. Atunaga hivyo. Umeget my point? Because so many artists saizi wakishafika level fulani wataka kufanya kitu na watu wa chini. Kwanza kabisa wanaenda kwa profile, wanaangalia wewe ni nani? Wanaangalia huyu ni nani? Huyu mtu huyu haizi msaidia. Unapata? Saizi ukitisha interview hata na hao wasenye wana grow saizi. Uambie nataka kufanya, atakuzungusha. Yeye pia anataka kupata views. So unaona? Sasa hataki kuleta ule mtu wa chini. Ukisha grow ufike level fulani atakutafuta. Lakini sisi sio hivyo. Sisi tunafanya collab na mtu mako na 50 followers. Si ndio? Hata zero tutakuinua. Huyu kama mdogo huyu unaweza mweka kwa 1,000 na history yenyewe ende grow. Umfikisha 100,000. Ukifikisha 100,000 pia utagrow. Exactly. Kwanza kabisa acha niseme tu nimeshukuru kwa sababu unajua wakati mko 40s na mimi bado niko, by the way ndo niko 12.7, you know, 12.7 naelekea 13k. So 13,000. 13,000. Nilikuwa nimekuweka chini sana. 1,000. No. It's not bad. Alipitia hapo. 1,000 alipitia hapo by the way. Nilikuwa nataka upate sympathy votes. Lakini sasa wewe unaharibu. Amepanda. Unajipendisha juu. Hujajua in you. Itaniua. Hautaki kuonekana pale chini. Okay, niko na 1,000 subscribers. Mni support nifike 40. But I'm so grateful. You know, I didn't know that we can get this time at least tuongee hivi. Kwa sababu unajua ukishapata mtu ana trend hivi na vile, kwanza ku create tu hiyo time. Kwa sababu unajua wakati tumeketi tu hivi, you are supposed to be working on another project that you post. But I'm very grateful and let me promise hapa mimi pia nitajoin the Mike Wako comedy. I feature in one of the comedies. But you can feature but you can't join it. Feature. So many people wanasema can I join you? You join where? Join where? It is full. Just feature. Just feature, my friend. Just feature. I'll go. Don't join. Yes. Unajua to just get you back kidogo. Pia nimekuja kwa interview kama mmeenda kidogo. I want to talk to people like when you wanna come up side. When you know Mike mentioned that 1,000 subscribers, ikanikumbusha kuna when you wanna come up. There's so many people are getting into YouTube now. Yes, YouTube pays. It pays well, but it pays well with your, first of all, ile consistency na uko nayo na ile creativity uko nayo na originality. For example, kuna watu sasa wanaambia manzi wa Kibira fungua channel, watu wanakujua. My friend, Kenyans are Kenyans. Jaribu kufungua na uwapatie upuzi hapo, watu wanakujua. Watakuruka. Sasa afungue afanye nini? Aroshe matako. Afungue na aroshe madudha. Watakuruka na madudha. Watu wako backstage wanasema eti manzi wa Kibira afungue YouTube channel. Acha huyu afungue tu nyuma, afungue. Na wako watatu. Afungue boot. Afungue tu boot. Afungue YouTube. Afungue pale anafunguanga sana. Ile anafunguanga sana ndio afungue.
Utachoma. Yali sema nilipishanga ngapi 300,000. Utachoma. Alisema nilipishanga 300,000. Wacha. Shamba kamu. Akifungua kufungua. Analipisha 300. Shamba kamu. Wacha Kufungua hivi. Akifungua. Basi maji endelea kufungua. Acha YouTube. Kwa YouTube. Fungua huo. Fungua ile mara nyingine. Huko utatezeka bure bwana. Utatezeka bure. Angalia kwa kamera bure. Huko. Hapa hiyo title uliandika tu hapo. Mike wako amesema Manzi wa Kibera afungue. Afungue. Afungue kule. Achana na YouTube. Achana na YouTube. Endelea kufungua penye unafunguanga Kwa vizuri. advice Manzi wa Kibera tu. Open not open. Open the other channel. Not this YouTube channel. Yes. So Huko utatezeka bure. Hai sana. Nilikuwa nawaambia jitume. Jitume like juzi and I even told Mike. Mimi when I get something I always consult with Mike. Now when he gets something he always consults with me. So you do consult. Lazima. Hawezi fanya kitu bila kuniambia. Mbona nimeangana kumtafuta kwa simu? Nilikuwa na huyo jamaa. Busy. Yes. Busy. Yeah. Busy. Mpaka nikasema wacha tumweke ikikuwa busy kwa live ndamwonyesha nisema nini jaribu kukupigia. So like there's a guy who wants to be into comedy. Mimi nikamadvise, aliniomba advice yangu, mimi nikampea because anasema yeye nimewaona sana mmetrend nini na nini, mimi naweza taka kuwa join. Nikamwambia boss, you want to join us? You na iwezi. You want to feature or you want us to do a collab with you? Kitu kama hiyo. That one is tutakujenga. Kuja hata na hiyo comedy yako kadogo. Naam. Hiyo script yako yenye unaona yani maybe unaogopa ati tutadharau script yako no. Si tutakujengea hiyo script mpaka ikuwe kitu ya maana. Ikuwe kitu poa. So I told her she's a woman. She's a lady. Yeah. She's a lady. She's a her. She's a lady. She's a her. I was not there. She's a her. You infected with all these things. So nikamwambia fanya hivi. It's only on Sundays that we do collabs. Si leo ni Sunday. Sijapata simu yake. So unaona mtu kama huyo anaona mimi nitampush afanye kitu anataka. Ni wewe ujipush kivyako, then sisi tutakusaidia kupush kwenda juu. Exactly. Yes. Kwanza anza na wewe. Tume kama utajituma. Naam. Kama unajiamini unaweza. Unajiamini na jifanye. Ifanye na utasonga uende. Lakini unajua kuna wengine pia ambao wako na kipaji. Wanaweza act lakini sasa content hawana. But ukimpea content hiyo naye anaweza fanya vizuri sana useme wow. Lakini content yake hana kabisa. So unajua kila mtu anang'ang'ana kufungua YouTube channel wakuwe peke yao. But what I would advise ni kuwa ujiangalie. Unajua ku-act but are you script writer? Do you know how to compose? Unaona? Lakini kuna mwingine pia anaweza vile mlisema. Kuna mwingine ambaye anaweza compose lakini ukimpea sasa afanye action atafanya matope. Hawezi. So which advice can you give such like people? Akona talent lakini yani ya ku-act tu ama ku-perform comedy lakini yeye hawezi ji-create comedy yake. Kuna platforms mingi sana. Apart from me yetu yenye tuko wawili, kuna platform mingi sana hapa Kenya zenye mtu anaweza join. Pale theater, ukienda pale National Theater, kuna ukienda tu kwa hiyo notice huwezi kosa mali kuna. Unajua kusema theater ni watu wa Nairobi lakini tunaongea hadi wale ambao wako Mshaga. Ukumbi ya usanii. Iko pale Nairobi pale karibu na KBC. Naam. Kama uko na talanta go there. Hapo kwa notice board kuna auditions mingi sana. You can start from mimi nimefanya set books Kenya hii everywhere. That's where I started from. So you can go there, you can join a group na ugain new experience. From there maybe uko na talent na hauna equipment. Hauna vitu kama simu nini. Unaona? Sisi tuko hapa. Kuja tufanye kazi na wewe. Lakini si ati tunatujoin. Tunaweza kufanya kazi na wewe. Tuone response ya fans wetu. Fan base wetu ni kubwa. Response ya fans. Kama utakuwa umechoma pia fans watatuambia. Ukichoma. Ukichoma watatuambia tu. Which is also a step. Kwa sababu watu wanasema wako na talent lakini wajui haina idea. Wale ni wale wanataka script. Unakuja unasema mimi kinipatia part za kuchapa. Wewe una mademu yenye sizinga shoot na demu. Hiyo part yake ni kama huyo Manzi wa Kibera wa Duda tu. Mnataka part ya Duda. Sawa.
ana nini wapi yote. Hizi ongea ni Duda tu apitishe. Mnamuita party yake, tuko na party ya Duda leo kuja. Wewe leta hiyo nini yako. Atumie chenye yako nayo. Tumia ile kiumbe uko nacho. Yani hivyo ni inakuwa yani. Wewe ndio mimi mkinipatia part fulani naweza piga. Tukipata hiyo part tutakuita. Alright. Nimeshukuru sana kwa wale ambao walikuwa wanatuwatch. We are so grateful. What you do, go there, subscribe and make this channel to be a bigger channel like the one for Mike Wako. Yangu bado. Bado. Nimefika 100,000. Umeona mabeshte wangu wote wamekuwa wakipata hiyo silver plate, sisi tunakula na macho. Okay. Tulijaribu kuchukua hiyo Osongo akatukemea. Tujipe mpaka April hapo. Tujipe tu. Mbali. April mbali. Tuso. Tujipatie mpaka February. So February ikiisha. By Valentine's hapo. Valentine. Tutafungulia hiyo kitu Mombasa. Ushereke nayo wakati wa Valentine. Okay. As we conclude this wonderful, this exclusive interview, I want you people to give us your last word. At least you thank your fans for those people who have been supporting you, and as I'll also be thanking you because you've also supported me, by the way. I'm so grateful. So let me start with you. You give us your last word, then we go to Mike Wako. No, let us start with Mike Wako. Yeye ndo akona ujinga. Ndio tuende kwa professor. Najua Mike Wako, wewe hata ukiwa na responsibility labda mwingine akuambie tu eti labda nataka na mabadadi, nataka school fee. Ukae chai. Unajua uko na wife kwa keja. Hakwambie ai sukari imeisha. Aje jana. Kwa hiyo unalamba. Wewe bwana. So as we finish, tumesema parting shot, tunasema kila interview mimi huambia vijana one thing. Niko na so many DMs hapa hivi. Wenye wame inbox kwa WhatsApp, kwa Facebook, kila pali. Wananiambia Mike, I want to be like you. Hata mimi I want to be like those people who are juu yangu. Naam. See, we always advise them, nawaambia it always start with you. Yeah. Naona hii kitu inataka hizo vitu tatu tumesema. Inataka hiyo hard work, inataka hiyo consistency, na inataka hiyo patient. Usianze leo YouTube ukifikiria kesho utakuwa. Unaona? Kuna watu wameibatika hivyo, wakina Munga hivyo walisema walianza within one day kwa 1000. So lakini kitu inataka kwanza ni hiyo hard work, hiyo consistency na hiyo patient. Unanipata? Ukimanage fanya hizo vitu zote, hautawahi kuwa na stress ya hii YouTube. Unanipata? Exactly. So first of all, jiamini. Alafu mimi nitakuwa jitume. Usipojituma, mimi nitakutuma. Usipojisukuma, utakula sukuma wiki. Utakula sukuma wiki. Thank you for supporting us. Keep on supporting us. Keep on subscribing to our channels. Na tuko hapa na Bazu mwenyewe. MC Omari Nash. Mari mwenyewe. Madhe team Mike Wako simwone mfikisha ka 15k hivi. Ndio. You know how long I've been speaking. Nasijajua naongea na huyu jamaa. Anyway, my kile naweza sema mimi sasa hivi. Cheka kwanza, cheka tu. Cheka tu usikufe. What I can say is thank you. Wale mafans wamekuwa support from day one. From that first person mwenye alisubscribe hiyo channel Mike Wako Comedy. Tunawashukuru sana. Wamekuwa wakitupush. Wamekuwa na sisi. Kuna wenye wamekuwa wakitutusi, wengine wanawaambia unatusi nani, wanatuprotect, unaona. And to those who want to like join comedy nini na nini, ni wewe. It's in you. Believe in you. Na just itoe nje and utaenda mbali. Siku hizi ni rahisi. Siku hizi ni rahisi mpaka tu simu. Nitaki sija ati mainstream, sija ati Citizen, sija ati TV, ndio onekane. Unajijenga. Ni wewe tu chukua simu yako, kama uko na shosho hapo niambie nichukue kitu. Kama mdione mako hapa hata kama ni dogini zaongea, patia tu dogini chukue. Na weka ni mafans ndio wata decide. Ile ujinga unafikiria ni ujinga kwako. Na ujini ni ujinga kwa Kenya itakuwaje?
Exactly. Unaweka tu nitakufinya. Akaenda. Na akashika ugali imeenda hapo. Jamaa aliomoka bwana. Okay, akasema ngara. Ngara. Na hivyo alinoboa. So ile ujinga unafikia ni ujinga. Sasa zingine tuji. Si lazima uanguke kutoka kwa 5th floor laka chini ndio watu wakujue. Lakini usijaribu pia ya mwingine. Eti ngara. Utangara. Ngarishwa. Itakuwa for 10 years ngara. Ngara tuseme hapana. Yule ni wa Illuminati. And then MC Omari Nash. Naam. Nimepata you are a friend of mine lakini hujui. I'm a very close friend to people that you are associated with. Like Onyulo. Odiero. Nani anaitwa nani? Aloji Panorama. Yes. OCS. Those are very good friends of mine. Sure. You see? Odiero. Yes. Ni ya base. Wadi ya base. Aloji Panorama. Hebu sema Aloji Panorama. Hadi unajua ile bara ile. Aloji Panorama. Nimesema. Yes. Wacha niwaambie one thing. Most of the people think that I'm a Luo. Exactly. Nikiposti ya Kiluya mtu anasema kuma ni Waingo. Wallahi hata even today wengi sana wanajua ni Mjaluo. Hata mimi nilijua ni wa huko Western. Kabisa. Ni vile tu ameniambia natoka Eldoret hadi ikafanya kwa akili. Bang. Thumbnail. So kuna kitu uliambia wale watu wanataka kujoin Ramogi TV. Ramogi TV. Lazima wajue Ujaluo sanifu. Ujaluo sanifu. Kuna sanifu, kuna hizi za panganga. Hata mimi kwa Kiluya huko kuna radio stations za Kiluya huko. Huko ndani huko sijui West FM sijui manini. Kuna nyingine ya Wabukusu tu huko Bungoma. Akiongea hakuna kitu kinashika. Hakuna. Hao ni watu wa Siaya huko. Wanaongea ndani. Wewe kila pale nimeona kumbe pia Kijaluo kuna Kijaluo sanifu. Kama Kijaluo ya ndani. Ya ndani. Lakini ukienda Ugenya, Siaya, Alego wanaongeza yao. Kiganda huko. Wanaongeza yao. So tuliwaambia watulie. Watatafuta Mlembe TV. Waingie huko. Mlembe TV. Wapige show huko. Etimbula. Can you imagine Etimbula ni Kiluo? Mbula. Hiyo ni Kiluya. Kiluya? Si? Gonyo. Hiyo ni gani? But I'm so grateful, my friend. I'm very happy to meet you. I've been trying to chat with you, but hatujapatana. But leo at least nimeshukuru. Unajua. So and I know we've also expanded and we've made another family. Thank you very much. Let's meet next Saturday, the same time, same place. Thank you so much. Acha tuseme pale every Saturday tuko live na MC Omari Nash. Unaenda kujiweka pale. Every Saturday. Every Saturday. Sema hivyo. Every Saturday tuko live na MC Omari Nash. Haya, twende, Every Saturday tuko live na MC Omari Nash. Asante sana kwa wale ambao walikuwa wanatuwatch. We are so grateful. You go there, subscribe to our YouTube channel. I'm called MC Omari Nash. Let's meet next Saturday, same time, same place. Super Sato with MC Omari Nash. Tell us the person that you want us to bring for you and we shall bring, because we are here for you. Thank you.